hakika akaweka unabii katika kitabu chetu cha Biblia ili aweze kutufanya kuelewa mambo ambayo yasingeeleweka. Ndio tunaambiwa katika kitabu cha Petro wa pili, ukisoma katika fungu lake la fungu la 19 anasema kwamba na tuna neno la unabii ambalo linakuwa ni nuru kwetu kwenye giza. Eti Biblia inapokuwa inatukanganya kidogo hatuelewi, basi tunarudi kwenye unabii, ndipo tunapata kuelewa mambo, tunaenda mbele. Kwa hivyo Mungu aliweka mambo haya ili aweze kutupa ule kuelewa, na ametupa mifano mingi ama mafundisho mengi ya kurahisisha mambo hayo tuweze kuyaelewa. Na ndipo katika unabii tulipoanza niliwaelezeni kwamba unabii unataka masaa marefu muda mpana ili tuweze kupambanua yote, lakini kwa sababu tuliweka siku hizi chache hivi, tunafanya kwa jumla, tunafanya kwa ufupi mambo haya kuyaleta. Ndio sababu niliwaambia kwamba tunapoingia katika kitabu cha Ufunuo 13 ndipo tusonge nje kidogo, tutoka tunaenda kitabu cha Danieli, kwa sababu huu ni unabii wa Danieli na Ufunuo. Kwa hivyo hapo ndipo tunapata kuona mambo haya. Basi leo tunataka tuendelee, na kabla ya kuendelea basi natuombe. Mwenyezi Mungu, muumba wa mbingu na nchi na vyote vilivyomo, tunashukuru kwa sababu ya pendo lako lililo la kipekee. Wewe uliyetupenda na ukaahidi kwamba hakuna jambo lolote ambalo waweza kulitenda pasipo kuwajulisha watumishi wako. Baba, tunashukuru kwa sababu uliwajulisha na wao wakatujulisha, nasi tunaendelea sasa kuangalia ili tusije tukaangamia pasipo kujua. Kwa hivyo Baba, hebu tufunulie yote yale ambayo unataka tuweze kuyasikia kwa siku leo. Tuna muda mfupi wa kumaliza mambo yaliyo mapana na marefu, lakini Baba tunaomba ili utupe usikivu mwema na utupambanulie yote tuweze kuelewa kulingana na mapenzi yako. Amina. Asante sana. Basi tuliposoma Ufunuo 14 fungu lake la 9 na la 10, tulisema kuwa hilo ni onyo kuu la Mungu la mwisho kwa watu wake waishio duniani. Tukaona kuwa lengo kuu la onyo hilo ni kututambulisha mnyama ambaye tulisema tulipokuwa tukiangalia kwamba ni mtu aliyejifanya kuwa Mungu na akadanganya mamilioni ya watu. Kwa hivyo huyo mnyama ndio tulikuwa tumtambue ili aweze kujulikana, kwa sababu tunataka niwaambie kwamba wazo kuu katika mambo haya yote ni ibada. Huyu anapinzana na Yesu Kristo, anataka achukue atamu ya ibada. Ndipo basi tukaweka mikakati ya kutambua huyo mnyama. Ndio sababu tulianza. Na leo ninapodondoa kidogo, unaposikia nikidondoa hapa, ni kwa sababu nataka nikupe vitambulisho vya huyo mnyama. Hiyo ndio tunamalizia, kwa sababu usipovijua hivyo vitambulisho basi itakuwa ni kwamba sijafanya chochote hapa. Katika Ufunuo 13 fungu la 1 hadi la 9, kitu cha kwanza tulioona ni kuwa huyo mnyama atakuwa anajumulisha wanyama walioonekana katika Danieli 7. Huyo ambayo tuliona ni simba, dubu na chui. Hivyo ikatuambia nini? Ni kwamba ni ufalme huo utakuja baada ya hizo falme zimepita. Nataka niwape mfano. Nchi ikitawaliwa na nchi nyingine, wakati mwingine huacha masazo yake katika hiyo nchi. Maana yake ni hii. Kama tuangalie Kenya. Kenya ilikuwa imetawaliwa na Waingereza. Na walipotoka walituacha tumevaa tunajifanya Waingereza. Hata ofisini unakuta kitu ambao tunaongea ni Kiingereza, official language ya Kenya Kiingereza. Na sisi ni Waafrika. Hivyo walituachia hiyo misazo. Ndio ninasema hivi. Na hivyo ni kwamba
hiyo ndio inatuonyesha, hiyo ni kitambulisho cha kwanza kwamba itakuja baada, lazima ije baada ya hiyo, na lazima iwe na hiyo vitambulisho ambavyo tunaona ina mifano ya simba, ina dubu na ina chui inaonekana katika hali yake. Jambo la pili ni kwamba utawala huu si hata kuwa na utawala wake mwenyewe, amepewa mamlaka, uwezo na kiti naye joka. Yeye atakuwa amepewa mamlaka hayo na amekalia kiti ambacho sio chake bali ni za huyu anayeitwa joka. Na joka tukapata kwamba si kitu kingine bali ni Ibilisi, Shetani, ambaye unapata ukisoma katika Danieli Ufunuo 12 fungu lake la 7 inakuambia kwamba huyo ni Ibilisi mwenyewe. Basi jambo la tatu ni kwamba anapata jeraha la mauti bali linapona, na ulimwengu wote unamsujudu huyo mnyama ambao majina yao hayakuwa yameandikwa katika kitabu cha uzima. Wale watakao msujudu huyo mnyama ni wote wale ambao majina yao yako kwenye kitabu cha uzima. Lakini ambao majina yao yamenikiliwa kwenye kitabu cha uzima hawataweza kumsujudu, kwa sababu wao wanajua ni nani wa kusujudiwa. Huyo ni Yesu Kristo, ndiye anastahili kusujudiwa. Hilo ni jambo la tatu ambalo unataka uweze kulielewa vizuri, kwamba yeye huyo Ibilisi anafanya mambo hayo na anayaleta kwa wale ambao ambapo hawajajua wanaambatana naye, wanamfuata. Hapa tunaongea juu ya kuabudu Mungu au shetani. Yani inatuleta katikati ya mawazo mawili. Tuamue either kumwabudu Mungu aliye wa kweli ama kumwabudu shetani. Ibada unaelewa kwamba inamstahili Kristo Yesu kwa sababu yeye ndiye aliyetukomboa. Lakini unapata kwamba ibada hiyo ndio inataka ichukuliwa na mwingine ambaye anaketi kwenye kiti chake, anajifanya kwamba yeye ndiye mwakilishi wake hapa duniani. Ndio sababu mambo haya yanakuwa magumu. Hebu angalia jambo lingine. Ni kwamba katika Wakorintho wa pili 11 fungu lake ni la 14 na 15. Nataka niwasomeeni kwenye Kiswahili alafu ndipo muweze kusikia. Wakorintho wa pili samahani nafungua kidogo alafu ndio niwasomee, kwa sababu wakati mwingine yanakili hayo kwa Kiswahili hayaingii vizuri bila kuyaweka pale. Wakorintho wa pili nasema ni fungu la 11, fungu lake utasoma la 14 na 15. Fungu la 14 linasema, wala si ajabu, maana shetani mwenyewe kujigeuza awe mfano wa malaika wa nuru. Basi si neno kubwa watumishi wake nao wakijigeuza wawe mfano wa watumishi wa haki, ambao mwisho wao utakuwa sawa sawa na kazi yao. Yani nataka niwaelezeni kwamba hapa kuna mambo mengi ambayo tungeweza kuyachambua, lakini sasa tutayasema tu kifupi. Kwamba huyu niliwaambia tangu juzi kwamba yeye anaitwa mpinga Kristo. Lakini tukaona ile neno kupinga Kristo si kwamba ni kusimama kama ile unaona opposition ambao tunasema kwamba hata watu wanaanza kupingana. No, ni kuchukua nafasi ya Kristo. Tena mjue kwamba shetani, mnapokuwa mmechora ile simba mkachora picha yake mkaweka pembe na mkia, shetani hana pembe wala mkia. Tunaambiwa kwamba alikuwa ni mrembo kweli kweli, ninatumia jina la urembo. Yeye anaonekana mtu staatabu, yani ambaye amejengeka kweli, ameumbika, ile tunasema ameumbika. Sasa yeye hawezi kuja ajitangaze kwetu kwamba mimi unajua ni shetani na nimekuja kukuambia ufanye hivi. La, yeye anatumia mbinu zake tu. Yesu anasema kwamba wokovu wetu tunapata kwa imani.
unakuja kwa udhuri wake na kwa imani. Lakini yeye mwenyewe anasema kwamba inakubidi ufanye kazi ndipo upate wokovu. Ndio sababu ukiingia kwenye dhehebu hilo umeona kwamba waliingia hata kulipa kwamba unalipa malipo fulani hata ndipo dhambi zako ziweze kusamehewa. Ndipo dhambi za wale watu waliokufa nyakati za zamani wanaweza kusamehewa. Kwa hivyo hii ndio kazi ambayo iliyoingia pale. Hii ndio sababu ya kutaka kumjua huyu mnyama na mbinu zake zote, naye anapiga vita vilivyo. Anatumia mapasta, anatumia viongozi wa kila aina. Acha niwaambieni, nikisema mapasta, nataka muweze kujua kwamba ninyi ambao mnanielewa, ambao mnanisikia, ambao ni Waadventista, mnajua kwamba wakati ambapo ulifika hata injili ikaanza kubadilika, mambo ya kumtukuza Mungu na kufuata mambo yake, maagizo yake, ilifika wakati ambapo tunaweza kusema kwamba tuache kila kitu, tuache mambo ya unabii, tuache mambo ya health ministries, tuzifunge kwanza, tunataka kumfunza Yesu peke yake. Sisemi kwamba kusema kumfunza Yesu peke yake ni jambo la muhimu, ama si jambo la muhimu. Maana yake ni kwamba hapa tunapozungumza tunaona kwamba huyu anampinga Kristo, ni Kristo tunazungumzia. Na ni unabii ndio unaomdhihirisha Yesu Kristo kwa hali ya hakika. Kwa hivyo ikawa kwamba mambo hayo yamebadilika. Sasa ikawa katika hata kanisani tunapata mapastors wengine, si wale wamekuja kwa kuhubiri injili ya Bwana, bali ni wakuja kutaka kuchanua. Yani wanabadilisha mambo yale kidogo kidogo tu, wanaleta kidogo kidogo kwa sababu yanafunzwa huko, yalitoka na nguvu ambazo tunaita wakati mwingine hiyo ambayo tumeingia zaidi. Lakini sasa nataka kuambia ni kwamba ni uwezo wa Jesuits. Jesuit ni wale watu ambao ni wenye siasa kali wa Katoliki, ambao wanataka kutetea kanisa la Katoliki, na wao wakatafuta mbinu, wakaona waingie watu ambao ni opposition kwao zaidi ni Waadventista. Kwa hivyo wakaingia hata kanisani, wakajifanya mapastors, wengine wakaanza kuhubiri ujumbe huo, ndio ukaanza kuharibika. Hiyo vitu vilianzia hapo nyakati zilizopita. Hivyo inatubidi tupate vidokezi vyake vyote. Hapo awali nimewapa vitatu ambavyo nimewasomea hapo mbeleni. Ni hiki kimoja kwamba yeye mwenyewe tunapata kwamba atakuwa amechukua nafasi hiyo ya wanyama watatu, ambao wa kwanza tulipata ambao ni simba, tulipata ni dubu, ambao ni tui. Au ukitaka kumtambua ni lazima umuone kwamba ana mifano, anaambatana na mifano hiyo. Yani ni kwamba yeye ukimwangalia katika dalili maisha yake, yeye ana nusu hii, ana nusu hii, ana nusu hii. Hiyo ndio kitu cha kwanza. Ya pili ni kwamba utawala wake tuliambiwa kwamba atakuwa amepewa na Ibilisi, amepewa na joka ambayo tuliona ni Ibilisi na shetani mwenyewe. Amepewa ile nafasi. Wakati mwingine tunaposoma zaidi ndani tunasoma huyu tunapata kwamba ni yule pagan Rome aliyempatia papal Rome. Ndivyo wakati mwingine tunapojadili tunafikia hapo, lakini ujue kwamba imesemekana wazi kwamba ni joka aliyempa. Alafu jambo lingine la tatu ambalo tulikuwa tumesoma hapo awali, kwa sababu narudi hapo ndipo nikupe mengine ambayo nitakamalizia kwa siku ya leo, ni kwamba anapata jeraha la mauti, bali hilo jeraha linapona, na ulimwengu wote unamsujudu, ambao yani wale wote ambao majina yao hayapo kwenye kitabu cha uzima wanamfuata wakimsujudu. Hiyo ni katika ile Ufunuo 13 fungu la 8 ndio inatuambia maneno haya. Basi yani hiyo ndio tunaendelea. Alafu nipe nasema nilisema hapo tulikuwa tunaongea juu ya ibada, na ndio ni lazima uweze kuelewa. Sasa tumefikia hapo, ndipo nikupe vidondoo vingine vile vya kuongezea tuende mbele. Kidondoo kingine ni kwamba utawala sio wake,
tulisema amepewa mamlaka na ibilisi ambaye ni shetani. Hiyo ni fungu ukisoma katika Danieli 2 fungu la Danieli 10, yani Ufunuo 13 fungu la 2, sorry. Alafu kwamba huyu mpinga Kristo ambaye tunaita the Antichrist anazuka kati ya falme zile zilizotawanyika 10. Katika Ufunuo 13 tulipata kwamba pembe 10 zile ambazo yule mnyama alikuwa anazo ni falme 10 zitakazotokea katika ufalme huo. Na katika Danieli 7 fungu lake tuliposoma la 6 na la 7 tunaona kwamba 6, 7 na 8 ni actually 7 na 8 ndio tunapata kwamba yeye huyo mnyama atakuwa ni wakutisha wa ajabu. Ndipo fungu la 8 linakuambia, Daniel akiangalia anasema kwamba ndipo nikatazama zile pembe zaidi nikitaka jua mambo yake, kwa sababu alikuwa ameona na akaona pembe ndogo ilitokea pale. Ndipo akaona kwamba hizo pembe 10 zilikuwa zipo ndio zimesimama, na tukaambiwa na Danieli 7 fungu la 23 kwamba hiyo ni falme zile zitakazokuwa zimeshuka. Ndipo akasema kwamba na pembe ndogo nayo ikatokea. Hiyo pembe ilikuwa na macho, hiyo pembe ilikuwa na mdomo, lakini haina masikio. Ndipo nikawaguzia siku ile nikawaambia, nilifanya kama mzaha tu, lakini ndio ilivyo. Kwa sababu ikiwa sina masikio ni kwamba mimi sina haja ya kusikia yale ninaambiwa, lakini mimi ndio niambie watu na mimi ndio nataka kuwaona. Kwa hivyo yeye huyu hana haja ya kusikia kwa mwingine. Na ukitaka jua, namalizia hapa nikikwambia kwamba yeye kweli kwa kweli asikilizi la mwingine. Hakuna mwingine anayemshauri, yeye ndiye mshauri, yeye ndiye mkuu, yeye ndiye mnenaji. Tunasema kwamba huyu tunapata hiyo pembe ndogo, basi ni lazima itoke katika ufalme, yani kati ya hizo pembe 10. Hiyo ndio utakavyojua kwamba huyu ndio huyo ambaye tunaita mpinga Kristo. Lazima atoke katika hiyo pembe 10, kwa sababu tunaambiwa kwamba yeye anatoka katika huo ufalme. Na tunaona kwamba pembe 10 kwanza zinakuwemo kabla hiyo ndogo ijatokea. Kwa hivyo lazima 10 kingdoms ziwe zimekuwa established, zimesimama, ndipo hiyo pembe ndogo itokee. Historia inatuambia kwamba tunapoangalia ufalme wa Rumi, kwa sababu tuliona kwamba tulipokuwa tukichambua tukaona ufalme ule wa kutisha, mnyama ule wa kutisha ni ufalme wa Kirumi wa kishenzi. Ufalme wa Kirumi wa kishenzi hukuondolewa na falme nyingine tena, bali ufalme huo uligawanyika wenyewe. Na uliposambaratika wenyewe mwaka 476, wakati huo ndio tunapata kwamba kuanzia hapo ndio kanisa la Rumi nalo lilikuwa linaendelea kupata nguvu. Lilipokuwa likipata nguvu, hili ndilo tunaona kwamba ndio kanisa ambalo lililozuka, likatokea, likaja, ikawa na nguvu zaidi. Baadaye hapo tunaguzia hapo, tutaguza hapo, nitawaambia vile ilifanya. Kwa hivyo huyu pembe ndogo lazima awe ametoka kati ya ile pembe 10 ambazo tumesisikia. Alafu tunaambiwa kwamba huyu pembe ndogo alipotokea, Danieli anaonyeshwa pembe 3 lazima zianguke, zing'olewe kabisa, ndipo hiyo pembe ndogo ipate nafasi. Hivi tukaambiwa kwamba kwa sababu tulikuwa tumeambiwa pembe ni falme, kwa hivyo pembe hiyo ndogo inapotokea, ni ufalme mdogo unapotokea, lazima falme 3 ziweze kuangushwa, ndipo huo ufalme upate nafasi ya kukaa. Na hii tunapata kwamba ufalme huu ulipokuwa ukija, uliangusha falme 3. Falme zile 10 nilitaka kuelezeni majina yake. Ninataka kuwaeleza majina yake, ni magumu tu, lakini nataka kutamka haraka haraka kwa sababu na mtu asiseme ni spell, kwa sababu hatuna muda. Mmoja ni Alamani, mwingine unaitwa Franks,
wengine unaitwa Burgundians, wengine unaitwa Suevi, wengine unaitwa Saxons, wengine unaitwa Visigoths, wengine unaitwa Lombards. Alafu kukawa na wengine inaitwa Heruli, Vandals na Ostrogoths. Sasa nataka niwaambie hizi 7 ambayo nimetaja, hiyo Alamani sasa kwa wakati huu ni Germany. France sasa ni France yenyewe ile tunasema Ufaransa. Burgundians hiyo ni Swiss. Suevi ni Portuguese ama Portugal. Saxons ni English ambao ndio tunasema England. Visigoths ni Spanish, ni Spain. Lombards ni Italians, au bado wako hizo falme utaona kwenye map bado zipo katika kule Europa. Ni Europa tena. Jambo lingine ambalo lazima ukumbuke, hiyo pembe ndogo lazima izuke Europa, sio kwingine kama vile unavyosikia wengine wanasema itatokea Middle East ama itatokea America, itatokea no, ni Europa. Inasemekana Biblia imeandika vizuri, itatoka kati yao kwa hizo pembe 10, kati ya falme hizo. Kwa hivyo zilizoangushwa ambazo sikutaja ni ile Heruli, tuliambiwa ilianguka 497. Hiyo iliangushwa 497. Vandals ikaangushwa 534. Wakati mwingine unaweza ona katika historia wameandika 527, lakini usijali ni 534. Hiyo ni confusion saa zingine na kuwepo. Ostrogoths nao waliangushwa 538. Na nataka kuguzia kwamba mtu aliuliza swali hapa kwamba kuna mchanganyiko unakuwepo kati ya 538 ambao tunapata BC na 538 AD. Na ni katika harakati ile nikataja kwamba hiyo ndio wakati, sijui nilitema kwamba huu ndio wakati ambapo eti yule yani uongozi wa kipapa ulianguka. No, ndio wakati uongozi wa kipapa ulipata hatamu, ndio ulianza kazi yake, na tulikuwa tumesema uliendelea kwa miaka 1260. Sasa nipo tuendelee kidogo. Hiyo ni kidondo nilikuwa nimewaambia kingine. Jambo lingine ni kwamba yeye atanena kinyume chake aliye juu. Kwa njia nyingine atasimama kama Yesu duniani na kuleta mafundisho kinyume chake. Hiyo ndio maana yake. Yaani kunena kinyume chake, niliwaambia juzi ni kwamba tulitumia jina kukufuru. Maana ya kukufuru ni kwamba makufuru ni kule kuchukua majina ya Yesu Kristo, ama kuchukua nafasi ya Yesu Kristo hapa duniani. Kuna mtu ambaye anajifanya yeye ni mwakilishi wake hapa duniani, na hakuna mwingine ambaye ameshafanya hivyo ijapokuwa ni kanisa la kipapa, kanisa la Kirumi ambao tunapata papasi. Unajua nataka niwahakikishie kwamba tunapozungumza hivi hatuzungumzi juu ya mtu, tunazungumza juu ya utawala. Tunazungumza juu ya utawala, ni papasi, sio pop. Sio pop. Ndio unasikia wengine wanasema Pope Francis sasa yeye ndiye ameleta mwisho. Nataka niwaambie no, we are talking about the system. We are not talking about an individual. Na ndio nataka niwaambie kwamba mambo hayo sasa ukiangalia hizo dondoo ambazo nimewaelezeni na nyingine nyingi ambazo nataka niwaeleze bado naendelea, msiwe na wasiwasi, msifikiri nimeruka hapo. Nyingine ni kwamba yeye ataazimu kubadili majira na nyakati. Kuazimu ni kwamba atajaribu lakini hata faulu. Yeye alipofika tunaambiwa kwamba ufalme peke yake ambao umefika na ukafanya mabadiliko na amri za Mungu ni ufalme ni kanisa la Rumi under the leadership of papacy. Walijaribu na wamejaribu, ndio unaona amri ya pili ikaondolewa. Kwa nini iliondolewa? Kwanza ilikuwa watu wakisoma pale wakienda kuangalia, wanaangalia kanisa lina sanamu nyingi kweli. Alafu huko Biblia imesema msijifanyie sanamu wala kitu chochote, yani mfano wa kitu
chochote kilicho mbinguni wala duniani, msijichongee na mpate kukiabudu. Na hapa watu siku hizi ulimwenguni ni watu wangapi wanaabudu sanamu? Wanaokuwa na kitu cha kuabudu ni wengine wameweka shingoni. Hata niliona hata wengine ambao hata si wa Katoliki siku hizi wameweka hapa ushanga wameweka, na wameweka msalaba hapo. Na hiyo, na wale wana maana yake, wana kusudi la kuweka ile msalaba na kuwa na huo msalaba. Kwa hivyo kitu nataka niwaambieni ni kwamba tuangalie kwamba tunamfuata nani. Tunamfuata Kristo ama tunamfuata mwanadamu? Kwa hivyo hiyo ni ishara ambaye ilionyesha hiyo, na ni kwamba miaka yake tunaweza kukuambia tuna miaka wakati ambapo walijaribu kubadilisha hiyo, lakini sasa hatuendi ndani hivyo. Lakini nitakuguzia kwamba kanisa la Rumi lilikuwa sasa shida ilikuwepo wakati ule kanisa la kwanza lilipokuwa linaendelea, mpaka kanisa likawa liko Rumi huko, nalo linaendelea kuwa na nguvu. Lakini ikaonekana kwamba emperors, wale walikuwa wakuu viongozi wa nchi huko Europa, nao walikuwa wanajihusisha na mambo haya ya kidini. Wakati mmoja ambaye anaitwa Emperor Constantine, akawa ni kwamba yeye walienda kwenye vita, na alipokuwa wameenda kwenye vita, usiku huo walikuwa wameota kwamba aliona amebeba msalaba, na katika vita vyake akaweza kushinda kwa sababu ya hiyo msalaba. Alipokuwa akiona msalaba huo, sasa yeye alijua ni msalaba ni Kristo hapa. Yeye alipoamka alikuja akabadilika akawa Mkristo. Ukristo ule kama Kenya tulikuwa na Moi, tulikuwa na president anaitwa Moi. Akiingia kanisani watu wote wawe ni wachawi, ni wauaji, ni nini, wanakuja tu kanisani kwa sababu Moi yuko kanisani, wanataka kuingia pale. Kwa hivyo ikawa ni kwamba wamekuja hivyo, lakini kukawa na shida sasa. Kuna siku ya Sabato, siku ya 7 ya juma, na hapa kuna siku ambayo kuna mapagani walikuwa wanaabudu siku ya Jumapili, siku ya kwanza ya juma. Ikawa sasa kuna shida, tufanyeje? Ndio ninafikiri kwa sababu aliingia na wakafanya bila kushauriana kule, wakaanza kuona hii kwa sababu majority kipiga kura hata sasa hivi, kipiga kura hapa duniani kwamba tunataka tupate ile siku ya kuabudu, bila shaka wa Adventista watabogwa nje, sababu ni wachache. Wakatoliki kwanza wenyewe wanaweza kubobwaga, alafu ulimwengu wote ambao umeungana nao. Kwa hivyo ikawa hivyo, wakaamua kwamba okay, basi wacha iwe tunaabudu Jumapili, siku ya kwanza ya juma, na siku ya Jumamosi iliweza kufanywa kwamba lakini siku ya Jumamosi wacha iendelee kuwa hivyo, lakini siku hiyo unajua ndio siku ya mazao, ndio vitu vinazalisha. Sasa watu wao wakienda kulima kufanya nini, ikaendelea mpaka mwishowe ikafanywa lazima sasa watu waweze kuabudu siku hiyo moja. Na ndio sababu unakuta tutafika ile siku ambayo tunaita Dark Ages, ndio wakati ambapo Pope alikuwa nafasi sasa kutokea 538 ikaendelea mpaka 1798. Ninataka kueleza hivi. Mungu, ninataka nisome hii kwa Kiswahili alafu niweke kwa Kiingereza alafu niweke Kiswahili. God placed these prophecies in the Bible for our understanding. Mungu aliweka unabii huu katika Biblia ili tuweze kuelewa sisi wenyewe. He has given us ample information to understand them, and he wants us to study the word prayerfully in order that we might learn the lessons that are given here. Kwamba Mungu ametupa mwongozo mzuri. Yeye ametupa maelezo kamili ambayo yanaweza kutufanya tuweze kuelewa mambo haya. Lakini nataka tuweze kusoma Biblia, tusome neno hilo katika maombi, ili tuweze kuelewa yale mafundisho ambayo tunataka tupate kutoka hapa. In these prophecies is portrayed the last chapter of the great controversy between Christ and Satan. Katika mafundisho haya, katika unabii huu, ndio kuna onyeshwa chapter ya mwisho ya vita kuu kati ya
Kristo na Shetani. The controversy which raged in heaven and was transferred to this world. Vita ambayo ilianzishwa kule mbinguni ikapiganwa pale mpaka mwisho ikateremshwa hapa chini. And in the time of these prophecies is coming into its final phase. Na katika nyakati hizi, wacha nikwambie, unabii huo unafika mwisho wake, unaelekea kufika kiwango cha mwisho wake. Kwa hivyo tunapokuwa tumeangalia mambo hayo kwa kifupi hivi tunavyoendelea, listen to this. At that time, the type of kingdom was established which was called papacy. Wakati huu ambapo tulisungumzia wa 538, wakati ambapo huo mambo ya ufalme ambao ulisimamishwa sasa ulikuwa unaitwa papacy. It was a kingdom diverse from all the other, just as Daniel 4:7 verse 24 predicted. Ilikuwa ni falme tofauti kutokana na zile falme nyingine, kama vile Danieli alipokuwa ameelezea. The papacy is the only power which meets the specifications of the prophecy appearing in the Western Rome following 476. Eti tunapoingia katika hii papacy, ndio peke yake inatimiza hiyo vitu vyote, vidondoo vyote tulikuwa tukizungumzia hapa. Ndio inaonyesha kwamba ndio ilihusika katika vitu hivyo. Historia ndio inathibitisha namna hii. The prophecy is the only power which meets, the prophecy is the only power which meets these predictions and the specifications. Now, let us do something here. Nataka tumalizie kitu ambacho hapa. Let us say here, to clarify the matter, that it is the system which the prophecy talks about and not the individual members of the system that we are talking about. Nimesha sema haya tayari kwamba hatuzungumzii mtu binafsi, bali tunazungumzia hiyo system, hiyo jumuiya hiyo ya uongozi huo, yani utawala huo ambao tunaita wa kipapa. Anything that is said in regard to this papacy must be interpreted as being spoken of in regard to the overall system and not as a member of the organization. Tunapozungumzia hii, wakati mwingine unapata kwamba wengine wanatoka wanaanza kusonda wengine vidole, wanasema wewe unajua ndio papa, wewe ndio pembe ndogo, wewe ni kwa sababu ya kutokuelewa. Hatuzungumzii mtu binafsi jamani. Hatuzungumzia hawa wafuasi. Tunazungumzia uongozi wa hiyo. Many Catholics will be saved. Wakatholiki wengi wataokoka kwa sababu Mungu ataangalia imani ile ambayo mtu aliyekuwa na kiwango aliyofunuliwa. Many Catholics who are living for God and to the best of their knowledge, they will be surely redeemed. Kwa sababu yale wamejua na wameishi kwa ukamilifu huo, Mungu atawaokoa bila shaka, hawezi kuwatupa. And so we must keep our discussion above the level of personalities. Ni lazima tuwe tunapozungumza katika unabii huu. Ndio sababu unaona ninapokwenda nenda hatua kwa hatua. Wakati mwingine wengi wanataka kufika conclusion, hatuendi hivyo. Tunazungumza kwa sababu hii ni system tunazungumzia. Hii ni kitu ambacho tunatakiwa tuelewe vizuri, tuweze kujua kwamba ni kwa makusudi ya kutaka hata na yule aliye katika hiyo kikundi aweze kujua ukweli na aweze kumjua Mungu, sio kwa sababu ya vitisho. Najua wakati mwingine mahubiri yaliyokuwa pale ni yale ya kusema kwamba wewe unajua unaabudu nyama, wewe ni nani, ni vitu wewe ni pembe ndogo. Watu wengine wanatoroka
kwa sababu tu wametishwa. Sio hivyo tunazungumza. Hapa tunazungumza kwamba hii ni kazi ambayo tuliona kwamba amepewa kiti kile na shetani mwenyewe. Na uongozi huo unafanya kazi kana kwamba unamtumikia Mungu, kumbe kuna tatizo ndani yake. Hivyo ni kwamba wewe ni lazima uelewe utamjulishaje huyu ambaye unataka umjulishe aweze kujua, atajuaje? Sasa hebu tuweze kukamilisha kwa kusema hivi. Leo ninamaliza kwa kipindi hiki kwa sababu najua labda tutakuwa na muda mwingine. Lakini nataka nikwambie hivi. The interpretation of the little horn of Daniel 7 is generally accepted by Protestants. Yani tunapozungumza juu ya pembe ndogo katika Danieli 7 inakubalika hata kwa Protestant wengine wengi. Kuna Dr. Adam Black ambaye ni Methodist, yeye alisema hivi: little horn among Protestant writers, this is considered to be popedom. Yeye anasema kwamba unapozungumza juu ya pembe ndogo kati ya Waprotestanti, hii inajulikana ni popedom, yani uongozi wa kipapa. Dr. Albert Burns of the Presbyterian Church says, huyu anaita Dr. Albert Burns, naye ni wa Presbyterian Church, na anasema the papacy well presented by the little horn. Excuse me. Anasema kwamba hiyo papacy ambayo tunazungumzia ambayo inawakilisha na pembe ndogo. Kwa hivyo yeye wanajua kwamba ni papacy ndio pembe ndogo. Dr. Scott of the Church of England has said, huyu Dr. Scott naye ni wa kanisa la England, ni nafikiri inaitwa yani kanisa la England, najua ni inaitwa England. Okay, whatever the case, African Inland Church, no, na ndio Catholic Church. And they say another little horn. This evidence points out the power of the church and the Bishop of Rome. Yani inasema kwamba pembe ndogo nyingine ambayo hii inatuonyesha na inamuelekeza kidole yule kiongozi wa kanisa la Rumi ambaye ni bishop, kiongozi mkuu wa Rumi. Kwa hivyo mambo hayo yako wazi. Wao wamekiri, ninyi naweza kujua kwamba mmeweza kujua kwamba hata na Pope Francis kuna wakati aliconfess, aliomba msamaha kwa Protestanti. Lakini kitu nataka niwaulize nikimalizia ni kwamba wakati ambapo Wakatoliki wanaendelea wanataka kujua ukweli, hata Pope mwenyewe anaendelea kuconfess, anaendelea kuungama na anaomba msamaha, hapo ndio tunapata kwamba wale ambao wanaitwa wa Adventista wamerudi nyuma, wengine wamekaa kana kwamba hawajui kwamba Sabato ni ya Mungu. Hawajui kwamba amri 10 ziliwekwa katika mikononi mwao kuweza kuwa kitu gani? Kielelezo katika kuwaongoza kujua kwamba kuna muumbaji, na kwamba wao ndio wale wanaitwa kwa Kiingereza custodians, yani watunzi wa hizo sheria kuzileta kwa watu wa ulimwengu. Lakini unapata nini? Tumekaa katika hali ya ukengeuvu sasa, kwa sababu hata tumefika wakati ambapo tunasema kuna essential services. Nataka niwaulize, essential services Mungu alikuwa azijui? Je, nikiuliza juu ya essential services, Mungu anasema kwamba hapa mbeleni kutawekwa na kitu kinaitwa National Sunday Law. Siku hiyo essential services zitatolewa ama hazitatolewa? Mimi nataka muweze kueleza na mjiulize wenyewe. Tusije tukakaa tunafikiri kwamba sisi tunamwabudu Kristo, kumbe tunaendelea kumwabudu huyo mnyama ambaye ameabudiwa na wote ambao majina yao hayajawekwa kwenye kitabu kile ambacho tunaitwa cha uzima wa milele.
We cannot say that papacy is the Antichrist and is the power symbolized by the little horn if only it meets a portion of the specifications. Ndio ninataka hii ndio sababu ninataka nimalizie kabisa. Unajua wakati mmoja nilisikia watu fulani wameanza kusema hata ukichukua jina Ellen Gold White unaweza kupata ile namba tulipewa ile 666 ambayo iko Ufunuo Ufunuo wa 18 fungu la 17 fungu la 18 ikasema hata na hiyo inakupa namba hiyo. Lakini nataka nikwambie kwamba hatuwezi hata sisi wenyewe kama wewe utaelewa vizuri kwamba huyu Antichrist ambaye ni pembe ndogo ambaye kwa wakati mwingine tunamuita papacy ama pop, yeye kama ijafikia ama kutimiza vile vipengele vyote tulivyowadondolea hapa, ile kama ishara hizo zote hana huyo mtu, usije kumuita pembe ndogo. Hatuwezi kuchukua kitu kimoja tukasema ametosha ndio huyo. Sasa hii itakuwa ni kwamba hatuna elimu ya kutosha. Tunatakiwa tuweze kuona kwamba amefikia, ndio sababu niliwadondolea vyote. Kuna hata vingine ambavyo si kuongeza kwa sababu ya muda, lakini nataka nikwambie hivyo nilivyokupa ni moja vile ambavyo ni vya muhimu. Tukiendelea kidogo ni kwamba ninamaliza nikisema, brothers and sisters, ndugu zangu wa kike na wa kiume, kuna hata wengine ni wazazi hapa. Nataka niwaeleze kwamba tukiwa tumesembeza wenyewe katika hali, yani tumelegea, Kiswahili zingine zinakuwa na vitu vingine ambavyo tumelegea katika hali ya kusisitiza Ukristo wetu na mipangilio ya Ukristo wetu, kwa sababu tuliambiwa kwamba sisi tunaokolewa kwa imani. Na kwa neema ya Mungu tumepata kuokolewa. Yetu ni kuwa na imani, na imani yenyewe tunapewa na Kristo Yesu. Yeye ndiye aliyekuja akafa kwa ajili yetu, na ametuambia kwamba tumeokolewa kwa neema yake. Sasa ametupa muda tuweze kumtegemea yeye, tuweze kutangaza uzuri wake. Tukiwa hatutazingatia mambo haya, bado tunachanganya ulimwengu. Bado tunawafanya wale ambao wanatakiwa kujua ukweli hawapati ukweli huu. Na hivyo ndio sababu unabii unakuja kutaka kukutibishia kwamba mambo ni lazima uweze kujua kwamba watu walio wa Mungu ni wa Mungu na walio wa dunia hii ni wa dunia hii. Wewe unasimama wapi? Wewe mpango wako ni upi? Unabii unakuchambulia na unakuonyesha kwamba mambo yako hivi. Mbona basi unaendelea? Huyu ndiye aliyesababisha watu waweze kuwa walegevu, watu waweze kujua, wasiweze kutia bidii katika kuwa katika mpangilio wake Mungu, katika kushika yale ambaye Mungu amewapa. Biblia inasema kwamba shika sana ulicho nacho usije ukapokonywa. Hao wanaelewa hivyo. Na kwa hivyo wewe ikiwa bado unaishi maisha ambayo hayazingatii kuweza kuangalia kwamba unabii unatimika, na unabii unapotimika tunafanya kitu gani? Maisha haya tunayoendelea nayo ni kwa sababu bado wengine wetu hatuna uhakika kwamba Yesu anakuja karibuni. Bado tunaona kwamba Yesu atakawia. He is still longer to come. Lakini nataka nikwambie Yesu anakuja hivi karibuni. Na kwa sababu anakuja hivi karibuni, ndugu yangu na dada yangu, nataka nikualike tuweze kuzingatia yale aliyetupa. Ametufunulia, kwa sababu yeye anasema sitafanya jambo lolote pasipo kufunulia watu wangu. Ndio yeye amekufunulia. Utafanya nini? Mungu akubariki. Hebu na tuweze kuomba. Mungu Baba, tunakushukuru kwa sababu wewe ulipenda watu wako tuweze kuishi tukiwa tunajua tunaelekea wapi. Na ndio sababu Bwana umetupa uchambuzi ambao unatuletea kwa siku ya leo, ili tuweze kuangalia na kutazama na kuona
tunaelekea wapi? Tumedanganyika kwa sehemu gani? Ni nani ambaye anaweza amechanganya ulimwengu na amedanganya watu wengi? Ili tukitambua tuweze kujua sisi tutaepuka kwa njia gani. Kwa sababu unatupa unabii. Hebu endelea kutufunulia Bwana. Hatuko na muda mrefu. Tungekuwa tumeyachambua mengi, tumeingia ndani na kuafikiana kwa mengi, lakini kwa sababu hatuna muda tunayafupisha kwa njia hiyo. Ikiwa kuna mahali ambapo tungetaka tuyaweke vizuri lakini hatukuweka vizuri, tunaomba uyaweke vizuri katika mawazo ya watu wako. Baba, mapenzi yako yatendeke, kwa kuwa tumeomba katika jina la Yesu aliye Bwana na Mwokozi wetu. Amen. Amen.